Nikatafuta mtu miongoni mwao atakayetengeneza boma ili nisije nikaipiga nchi kwa rana, ili nisije nikaiharibu. Asema lakini sikumpata. Hiyo ni Ezekiel 22:30. Mungu hakuwa anatafuta hela, hakuwa anatafuta silaha, hakuwa anatafuta wachungaji, hakuwa anatafuta mtu. Sio wachungaji, sio watumishi, mtu. Wewe ndio njia ambayo Mungu anaitumia kutatua changamoto kwenye jamii tuliomo. Wewe ndio njia ambayo Mungu anaitumia kutatua changamoto kwenye jamii tuliomo. Ili Mungu aingilie kati, lazima pia patikane mtu. Ndio maana alipotaka kuleta mabadiliko kwenye taifa la Uajemi, ibidi apite kwa Danieli. Haikuwa mpango wa Mungu Wayahudi wauawe kipindi cha mfalme Asuero, lakini walipolala Hamani akaja na kwake akatengeneza njama ya kuangamiza Wayahudi. Ilibidi Mordekai amshtue Esther, wakatengeneza mpango mkakati, wakakaa kwenye maombi, Mungu akaingilia kati. Hiyo itoshe kukuonyesha kwamba Mungu hawezi kuingilia kati akabadilisha mazingira bila mwanadamu kuhusika. Haiwezekani. Angeweza kuokoa lile ni taifa lake. Hamani alikuwa ni Mwagagi, na Mwagagi alikuwa ni Mwamaleki. Amaleki ni uzao wa Esau. Esau ni kakake Yakobo. Kwa kuna vita vya kiukoo. Ibrahimu akamzaa Isaka. Isaka akamzaa Esau mzaliwa wa kwanza, na Yakobo mzaliwa wa pili. Yakobo akachukua uzaliwa wa kwanza wa Esau. Alipotoa uzaliwa wa kwanza, baraka zikahamia kwake. Mzee Isaka akambariki Yakobo akidhani ni Esau. Kwa baraka zote kaondoka kwa Yakobo. Esau akatengeneza chuki. Alipotengeneza chuki, akapanga kumuua. Yakobo akakimbia kwa mjomba wake Labani. Alipokuwa anarudi, akakaa kanda, kazaa watoto, wakaenda utumwani. Wanatoka utumwani, kumbuka Esau na yeye akaoa wake, akazaa watoto. Kati ya watoto wake, mtoto wake mmoja alikuwa ni Midian. Ile ni taifa, ila alikuwa ni mtoto wa Esau. Wanatoka utumwani kwenda nchi ya ahadi. Kwenye kitabu cha Kutoka sura 17, wako kwenye bonde la Refidim. Amaleki anatokea, anapigana vita na Mwisraeli. Israeli ni mtoto wa Yakobo, Amaleki ni mtoto wa Esau. Bifu ilo kuwepo ni la wazazi wao. Baba mdogo na baba mkubwa wana mabifu. Ile sumu, ile roho ya chuki imeambukizwa kwa watoto wao. Israeli ni mtoto wa Yakobo, Amaleki ni mtoto wa Esau. Kwa wanalipiza kisasi. Esau aliapa kumuua Yakobo, akakosa nafasi, mtoto wake anakuja kutimiza. Hawajui wanatembea. Amaleki Biblia alitokea kwa nyuma. Ukisoma Biblia yako ni kwamba aliwapiga watoto, akapiga wazee, akaua wanawake. Ndipo Musa alipopanda na Haruni na Huri mlimani kuomba. Yoshua akaenda vitani kupigana na Amaleki. Ukisoma Biblia yako, baada ya kuangamiza Amaleki, Mungu alimwambia Musa, andika kwamba mimi nimeapa nitakuwa na vita na Amaleki milele, na nitahakikisha nalifuta jina lake duniani. Kwa vita vilihama. Japokuwa Amaleki alikuwa na vita na Israeli, ila Mungu aliingilia kati, akawa na vita na Amaleki pia. Ukaenda kusoma kitabu cha Samueli wa kwanza sura 15 na 16, Mungu anamwambia mfalme Sauli aende akawapige Waamaleki, awaangamize wote, asiache chochote, asiache mtu yoyote. Sauli ameenda kupigana vita, anapigana vita, akamwacha Mwagagi. Mwagagi ilikuwa ni title, ilikuwa ni kama vile jina la Farao. Farao sio jina la mtu, Farao ni jina la cheo. Kwa Mwagagi ilikuwa ni cheo cha mfalme wa Waamaleki. Kwa ukienda kusoma kitabu cha Esther, Biblia inasema kwamba Hamani Mwagagi. Kwa Hamani alikuwa anatoka kwenye lineage, kwenye ule ukoo wa kifalme wa Waamaleki. Alikuwa ni mrithi wa kiti cha kifalme kwenye taifa la Amaleki, ila kwa sababu ya ile hali akajikuta yuko Uajemi kwenye taifa jingine, akapata nafasi. Na angalia, kwa sababu ndani yake ameumbiwa nature ya kifalme, akajikuta amevutwa kwenye nafasi ya kiongozi kwenye taifa lile, na akajikuta yuko kwenye position karibu na ya mfalme. Na kwa sababu ya lile beef lililokuwepo kati ya Amaleki na Israeli, likaibukia kwa Hamani Mwagagi. Sababu alikuwa na mabifu tayari. Bifu lake lilikuwa ni la yeye na Mordekai, sababu Mordekai akakataa kumuinamia. Alingemuua Mordekai peke yake, sio kuangamiza Wayahudi wote. Kwani alienda kwa Wayahudi? Ni kwa sababu alienda kwa Wayahudi kwa sababu kuna roho nyingine zinazoinjinia lile bifu nyuma liendelee kuwepo. Ili nini? Ili Hamani atumike kama kigezo cha kuangamiza Israeli wote, cha kuangamiza Wayahudi waliokuwepo kwenye taifa lile, sababu ya bifu iliyokuwepo tangu kwa Esau na Yakobo. Angalia, japokuwa Mungu alikuwa ametangaza vita kati yake na Waamaleki, ila hakuwa na namna ya kufanya kuwasaidia Wayahudi, hakuwa na namna ya kufanya. Ilitakiwa kwanza mpaka mtu apatikane, na ndio maana Mungu akasema nikatangaza mtu miongoni mwao atakayetengeneza boma. Alipoenda kwa Mordekai, Biblia inasema Mordekai kwa kiketi marangoni kwa mfalme, maana alikuwa anakaa kwenye maombi akilinda katika ulimwengu wa roho kwamba marango ya taifa walilomo lisipitishe kitu cha kuwadhuru bila yeye kujua. Na ndio maana Hamani alipotaka kupitisha kitu cha kuwadhuru, Mordekai alijua sababu alikuwa na kitu kwenye marango kwa jinsi ya maombi, na akakiona. Alipokiona akaenda kwa Esther, akamwambia Esther, kuna kitu kimetungwa, sheria imepitishwa, Wayahudi wote mwezi wa 12 tu wawe. Angalia, Mungu hakuingilia kati mpaka kwanza mwanadamu aliposimama akaingilia kati. Mwanadamu asingeingia kuomba, wakafunga siku 3, wasingeomba, wangeuawa. Sio sababu Mungu alipenda wauawe, wangeuawa kwa sababu mwanadamu wa kuzuia kile kifo angekosekana.
Matendo ya Mitume sura ya 12. Herode amemkamata Yakobo, akamkata kichwa. Biblia inasemaje? Alipoona imewapendeza Wayahudi, akamkamata na Petro, hata kumkata kichwa, kwamba ilikuwa ni kipindi cha sikukuu, kwa akamtia gerezani kwanza ili sikukuu ipite. Biblia inasemaje? Siku ya kuamkia siku ya kuuawa kwa Petro, kanisa likakutanika likaomba kwa juhudi. Usiku ule maombi ya kanisa liliomba yakamtoa malaika mbinguni, yakampeleka mpaka gerezani. Biblia inasemaje? Petro amelala, hawezi kujisaidia, hana namna kujitoa. Akampiga ubavuni, akamka, akamwambia vaa nguo zako, vaa viatu vyako. Akafungua geti la kwanza, akamtoa Petro. Akafungua geti la pili, akamtoa Petro. Akafungua geti la tatu la mji, akampeleka mpaka nyumba ya mamake Yohana, mahali alipokuwa anaombea, kumwonyesha kwamba kilichokutoa gerezani ni haya maombi. Kanisa lisingeomba, malaika asingeenda. Kanisa lisingeomba, Petro angekatwa kichwa. Yakobo alikatwa kichwa, sio sababu Mungu amependa akatwe kichwa, sababu hakuna mtu aliyeomba. Ndio maana Petro alipokamatwa, kanisa likaomba, Mungu akaingilia kati. Kanisa lisingeomba, Petro angeuawa. Hamani ametengeneza mtego wa kuangamiza Wayahudi. Esther na Mordekai wakatengeneza mpango mkakati, fungeni kwa siku 3 then tuombe. Wasingefunga wakaomba, Wayahudi wote wangeuawa. Si sababu Mungu amependa wauawe, ila ni kwa sababu angekosekana mtu. Mahali pale popote pale, Mungu hana uwezo wa kuingilia kati na kusaidia watu au kutengeneza, kubadilisha hali fulani bila watu kuingia kati kuomba. Hana huo uwezo. Si kwamba Mungu haoni watoto wanavyouawa, watoto wanavyokufa, sio kwamba Mungu haoni. Si kwamba Mungu haoni ajali zinazotokea basi zinapinduka, watu ambao wana hatia wanakufa, sio kwamba Mungu haoni. Si kwamba Mungu haoni vita vinavyotokea mahali watu wanaangamia, kuna watoto ambao hawajui mema na mabaya wanakufa, sio kwamba Mungu haoni. Lakini Mungu hana uwezo wa kuingia kwenye mazingira yoyote yale ya mwanadamu bila ruhusa ya mwanadamu. Hana huo uwezo. Ni utaratibu ambao ameuweka mwenyewe, na Mungu hawezi kuvunja utaratibu. Hana uwezo kuvunja utaratibu, sababu Mungu ni Mungu wa haki na ni Mungu wa utaratibu. Ameweka kanuni mwenyewe, hawezi kuzivunja. Ndio maana Danieli sura ya 10, baada ya Danieli sura ya 9 kusoma Biblia, akasoma kitabu cha Ezekiel na Yeremia, alipoona kwamba muda wa kukaa utumwani umeisha, akajua sasa hatutatoka mpaka maombi, akaanza kuomba. Sura ya 10, angalia, baada ya kuomba malaika anamtokea siku ya 24, anamwambia tangu siku ya kwanza ulipotia nia kuomba, Mungu alikusikia na kukujibu. Ila pepo la Uajemi lilinizuia siku 21 nisifikishe majibu kwako. Kwa asingeomba, asingepokea majibu. Si kwamba Mungu hakutaka apokee majibu, ila kuna kitu kilizuia asipokee majibu, na Mungu asingeingilia kati mpaka kwanza Daniel ameomba. Angalia, malaika na nguvu kuliko pepo. Malaika akitumwa na Mungu, kuna uwepo wa Mungu unamfuata, ana mamlaka ya kimungu, ila yeye mwenyewe kwa kinywa chake alimwambia Danieli, siku 21 pepo la Uajemi lilinizuia nisifikishe majibu kwako. Sababu Mungu alikujibu tangu siku ya kwanza. Anasema tangu siku ulipotia nia kuomba, Mungu alikusikia na akakujibu, ila pepo la Uajemi lilinizuia siku 21. Siku ya 21 anasema malaika Mikaeli yule mkuu alikuja akanipigania, nami nimetoka nikupe majibu. Kwa hiyo malaika hakutoka siku ya kwanza, hakutoka siku ya 10 mpaka siku ya 21, kwa sababu kiwango cha kimaombi kilitosha siku ya 21. Na ndio maana Danieli aliomba siku 21. Alipoomba siku 21, mzigo ukakata. Ulipokata hakuendelea kuomba, kwa sababu ndipo kiwango kipo kinatosha. Mungu anatenda kazi kwa kiwango cha nguvu inayotenda kazi ndani yetu, na tunatoka kiwango cha nguvu kwa jinsi ya maombi. Kwa kadri unavyozidi kuomba, ndivyo ambavyo nguvu inatoka ndani yako. Inapotoka ndani yako, ndivyo ambavyo inaachilia uwezo wa malaika, na malaika haingii kutenda kazi upande wako mpaka nguvu zimetosha kwanza. Kwa sababu ya kanuni zipo katika ulimwengu wa roho, haruhusi kutumia nguvu zake peke yake, atumia nguvu za Mungu zilizoko ndani yako. Ndio maana Mikaeli, kumbuka, ni malaika wa vita, hakutoka siku ya kwanza. Mbinguni alijua kuna mtu wa kwetu amekamatwa mahali, alijua, lakini Mungu alichokifanya, aliachilia mzigo kwa Danieli aendelee kuomba. Biblia inasema alikuwa anaomba mara 3 kwa siku. Siku ya 21, kile kiwango cha nguvu kinachotosha kutumiwa na malaika Mikaeli kumpigania yule malaika aliyetumwa ndipo kipotimia, na ndipo mzigo wa Danieli ukaisha kuomba, then akaenda kumpigania. Ndio maana haupaswi kuchoka kuombea kitu. Kinachotufanya tuache kuomba sio kwa sababu tumeomba, ni kwa sababu tumepata matokeo. Kanuni ya kibiblia, hauruhusiwi kuacha kuombea kitu mpaka kwanza kimefanyika kwenye maisha yako. Mungu wakati anamleta Yesu duniani alimuinua Simeoni na Ana waombe kwa ajili ya ujio wa Yesu kuzaliwa, na Mungu akamwambia Simeoni kwamba hautakufa mpaka umeona kile ulichokuwa ukiombea. Na Simeoni hakuacha kuomba mpaka siku amemwona Yesu. Na siku Yesu anapelekwa hekaluni, siku ya 8 anapelekwa hekaluni, Mungu alimsemesha na akamwambia nenda hekaluni. Akaenda. Walikuwa wanaingia watu wengi, wanaingia wanawake wengi, wana watoto wadogo wengi. Mariamu hakujua kwamba anaenda kukutana na mtu, wala Mariamu hakujua kwamba kuna watu walikuwa naomba mahali ili mimi nipate mimba ya Yesu nizae. Hakujua. Siku anaingia hekaluni, Simeoni alienda moja kwa moja kwa Mariamu, akamchukua Yesu. Akamwambia, sasa Bwana, waweza kumruhusu mtumishi wako akaenda kwa amani. Aliyoyasema yote kutokea pale yanakupa picha ya kwamba alikuwa anaendelea kuomba mpaka alipoona. Matendo sura ya 12. Kanisa halikuacha kuomba mpaka
mpaka Petro alipopelekwa. Walipoomba, malaika akaenda kumtoa Petro gerezani, alimpeleka moja kwa moja mpaka kwenye ile nyumba aliyokuwa anaombea. Akagonga geti, mfanyakazi akaenda kufungua geti, akamwona ni Petro, akafunga, akarudi akamwambia ni Petro. Akasema sio Petro, labda ni mzimu wake. Akamwambia ni yeye. Malaika akaondoka, akapotea. Petro akabaki, akaongea nao, waliona udhihirisho wa maombi yao. Ndio maana kitabu cha Luka sura ya 18 mstari wa 1 sema imewapasa kumwomba Mungu siku zote wala msikate tamaa. Imewapasa, maana ni lazima kumwomba Mungu siku zote wala msikate tamaa.